sio solution. Niache niondoke. Nikwambia niache niondoke. Mwadawa, hebu njoo. Nisikilize kitu kimoja. Haya nilikuwa nayasikia tu kwa watu. Sasa leo nimeshuhudia mwenyewe kwa macho yangu. Huu pumbavu ulioufanya hapa leo ni mkubwa sana. Hujui namna gani unataka kutengeneza. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Huyu mtu simtaki kwenye nyumba. Narudia tena. Chaupele simtaki kwenye nyumba. Hivi, unataka kutuletea watu gani kwenye nyumba? Umekosa wanaume wewe? Angalia shape ulionao. Angalia Mungu alivyokujalia. Kweli wakuwa na mtu kama wewe? Halafu unakubali tu kila islaisi. Unaniletea watu wa ajabu. Kwa hiyo kumbe siku zote huo unamleta hapa. Ni kama Mungu tu leo kasema wahi nyumbani, nenda kaangalie. Hivi. Nisikilize. Tuje kugombana. Sipendi ujinga. Hivi unataka kutuletea uchuro kwenye nyumba? Au unataka nini wewe? Tumebaki watatu. Sasa unachokitafuta utakipata. Mbona mnapenda kunikosesha haki zangu za msingi? Kwani sio mwanaume? Au sio binadamu kama wewe? Kwani ana nini kaka? Madam, sitaki kusikia upuuzi. Sitaki kusikia kabisa upuuzi. Narudia tena. Sihitaji. Hivi jamii nzima ya hapa angalia ni nani anayeishi na albino? Au ni wewe? Kwa hiyo wewe unataka kujifaharisha kwamba wewe unamfahamu sana huyu, si ndio? Huu pumbavu uwe umeishia leo. Sitaki kumuona huyu mtu kwenye hii nyumba. Na nisisikie nimekusikia sio uko naye sio umesimama naye wapi. Sitaki kusikia hizo habari. Mwadao tutagombana humu ndani. Narudia tena. Hujawahi kuniona mimi nikiwa. Sasa nikiwa utanigundua. Acha tuendelee. Si unataka kunijua? Endelea kuwa na huyu mtu. Tutachukizana. Tutagombana. Yaani leo umenikela. Umeniudhi. Nani huyu? Unataka kusababisha maafa kwenye nyumba. Unataka kuleta mabalaa kwenye familia. Wewe kwenye familia yetu nani umemwona kuna mtu anaishi na albino? Alafu ndio wewe, si ndio?
Kaka, nimekufuatilia muda mrefu sana na nakuona unalia. Unaweza kuniambia kinachokuuliza ni kitu gani? Dada, hivi mimi nitakuja kuoa kweli? Na kwa nini usioe? Hali yako wewe ni mtu kama watu wengine. Najisi kama mtu sina bahati. Hapana kaka, unakosea. Wewe ni mtu ambaye mwenye bahati sana, tena una bahati kubwa sana katika maisha yako. Kwani kimetokea nini? Hivi dada, unaweza ukanisaidia nikatoka kwenye hii hali yangu ya weupe na nikawa tu kawaida kama wengine? Hapana kakaangu, ukiongea hivyo unakosea. Huko ni kumkufuru Mwenyezi Mungu. Madawa. Bora nimekuona. Kuna vitu sijavielewa kati ya wewe na Mwadawa. Kuna vitu nataka uniambie ukweli. Hivi mkiwa mnakaa wewe na Mwadawa, huwa mnapanga vitu gani katika maisha yenu? Mnatengeneza vitu gani katika maisha yenu? Mnajiandaa vipi kwenye maisha yenu ya baadaye? Sasa kaka bunga, hayo maswali gani? Mwadawa mimi ni rafiki yangu na sio rafiki, ni kama ndugu yangu. Kwa hiyo tukikutana lazima tuongee kuhusu maisha. Sijaamini kile nilichokiona leo. Nimemkuta Chaupele nyumbani akiwa na Mwadawa. Wewe kumbe unafahamu kabisa kwamba Mwadawa anatoka na Chaupele na wewe umeridhia kama rafiki yako. Ukaridhia, ukakubali. Ni familia gani uliona sasa hivi inaishi na mtu wa aina hiyo? Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Nimeshampa habari yake. Nenda kamwambie Mwadawa, kaka yako bado anasisitiza Chaupele sio mwanaume sahihi wa kuleta kwenye familia. Nitagombana naye na wewe ni rafiki yake kipenzi. Sipendi Aisha. Kaa naye, zungumza naye Mwadawa. Chaupele tena? Ndio nakushangaa wewe. Mwadawa rafiki yako ndinga. Alafu wache kujua anatokana nani? Yaani nakwambia sijui chochote kinachoendelea. Na Mwadawa mimi rafiki yangu, hajawahi kuniambia chochote. Si yule albino yule zeluzelu sijui yule. Huyo. Aisha shoga yangu. Ndio nishakwambia sasa, na kaka mtu ndo kashakwambia kwamba Chaupele na Mwadawa ni mtu na mpenzi wake. Na umfikishie hayo makavu yake aliyoambiwa na kaka yake. Ndio hivyo mama. Unajua, sikuwahi kuwaza kama familia yangu mimi itakuja kugombana na familia yenu. Ila hili linalokuja, narudia tena, hili linalokuja litakuja kuzua balaa katika familia yetu. Kuna vita kubwa sana itakuja kuingia. Ninachoomba mimi kitu kimoja tu. Sitaki matatizo. Sitaki karaha na mtu. Kaa na kaka, zungumza naye. Sitaki undugu na yeye kwenye familia yangu. Sitaki kundu lake kwenye maisha yangu. Naomba nieleweke hilo. Familia yetu sisi haihitaji undugu na nyie eti kwa kupitia kaka yako. Kama ni gundu lake, ni balaa lake huko, sio kwangu. Sihitaji gundu kwenye familia yetu. Bunga. Upasi kunena maneno kama hayo. Kwani yeye kosa lake ni lipi? Hapa nimetumia maneno ya Kiswahili. Sijatumia lugha yoyote ambayo itakufanya wewe usinielewe. Sehemu gani hujaelewa? Kipi usichokielewa? Nimezungumza na narudia tena. Nizungumze kwa Kiswahili kilichonyooka. Nenda kazungumze na huyo kaka yako. Mwambie hivi,
familia yangu mimi haihitaji gundu kutoka kwake, sihitaji nuksi, mabalaa, karaha, nahitaji amani. Tutaingia vitani. Ajaribu kuangalia familia zingine. Oa, cha upele. Tafadhali mwanangu umesema. Vitu kwanza. Safi, ngoja. Kama kaa. Oa, mwanangu unajua siku 2-3 hizi mimi sielewi, nimekuwa ovyo sana kaka. Sina kitu mfukoni basi. Sasa sikiliza. Fanya manuva basi. Pate mchana au jua linaelekea kuzama ujue. Mwanangu mimi nina shida. Kwa kitu kimoja nahitaji nikuulize. Hivi maeneo gani naweza nikapata mtaalamu wa tiba za asili? Chopele, mbona sikuelewi sasa? Yaani mimi nimekwambia swala la kula unaanza kuniambia habari za waganga. Mbona unanichanganyia mada sasa? Eti. Alafu mbona kama sikuelewi? Mimi na shida naye. Yaani kwa sasa hivi nikikueleza huwezi kunielewa. Sasa sikiliza. Tufanye kwanza ile swala la mchana tule. Alafu habari za waganga niachie mimi. Si unanielewa? Unachokiongea ni cha kweli kaka? Wewe nisikilize mimi. Ushanielewa? Nishakwambia swala la waganga niachie mimi. Fanya mpango tule. Kaka nakupa hela. Bosi ndo kama hayo sasa. Kaka hela hiyo. Kafanya mambo yako, mimi hapa leo siondoki, nasubiri unipeleke kwa wewe mganga. Alafu mwanangu unajua unanivuruga wewe. Alafu umepoa, sio cha upele na mjua mimi. Wewe umepata na nini? Eti hizo habari za waganga wewe umeanza nini? Za nini kwanza? Usianze kunichanganya sasa. Sio kesi. Kaka fanya nilichokwambia. Marahaba, ujambo? Jambo, karibu. Asante. Dada yako nimemkuta? Yupo, naomba nitie. Dawa. Dada. Amen. Kuna mgeni wako. Karibu hivi. Asante. Nimekuja tu kukuuliza. Hivi ukisikia kakaangu amekufa, utajisikiaje? Sikiza nikwambie. Mimi sihitaji kakaangu akose raha kwa sababu yako. Na kwa nini wewe unamdhalilisha kakaangu? Kisa ulemavu wake. Kwa nini unamnyanyasa kakaangu? Na kama ulijua kabisa hutomweza au umtaki, kwa nini usingemkataa toka mwanzo? Mpaka sasa hivi ushaingia kwenye mahusiano naye, alafu unaanza kumkataa. Kwa hiyo hivi anapolia, anaponyanyasika, kwa upande wenu nyewe mnajisikia raha sana. Ndio hivyo. Sasa sikiza nikwambie. Hichi kitu naomba kisijirudie tena. Tutagombana. Wifi, mbona mimi cha upele nampenda? Na sijawahi kufikiria kwamba nitamwacha au nitamtenga katika maisha yangu. Kwa sababu ndio mwanaume sahihi wa ndoto zangu mimi. Kampelekee taarifa. Mwambie nampenda sana. Naomba msinifikirie vibaya. Eti nampenda. Umpende usimpende sihitaji kusikia hicho. Ninachokitaka ni kwamba kama unataka kumwacha, basi mwache taratibu kwa hekima na busara. Sijui umenielewa? Na sivyo hivyo unavyotaka wewe kufanya.
Zungu, naomba uachane na Mwadawa. Sasa ndugu yangu, ni kipi sasa kinafanya wewe mpaka unapiga hayo makelele? Ina maana kuanzia mwanzo wa mazungumzo yangu mpaka hapa nilipofikia hujaelewa kwamba namaanisha nini? Namaanisha kwamba achana na Mwadawa. Unadhani ukilia na suluhisho? Nani atakayesaidia mchezo wako? Maana hata mimi nimefurahishwa na hicho kinachoendelea. Hivi kwa mwanaume gani kwanza yule kwa mfano? Ndio unatambulisha rafiki zako mwanaume yule? Unadhani hata familia yako itakuelewa kweli? Haya, ndio kama hivyo kakako bonga. Hataki hata kumsikia wewe mwanaume. Unadhani utaishi naye kwa amani ndani? Hebu fikiria mara mbili na wewe. Unaongea mara ngapi juu ya Chibu? Chibu anakutaka na nia ya dhati kweli. Lakini wewe unamng'ang'ania wewe cha upele. Nitampeleka wapi sasa? Hata mimi mwenyewe utanizalisha rafiki yako. Hebu fikiria mara mbili. Nisikilize nikwambie. Leo sina muda ya kuongea na mtu yote. Naomba usimame na uondoke. Unafikiri unaweza kunifukuza? Hapa siwezi kuondoka. Lazima nikwambie ukweli kwa sababu wewe ni rafiki yangu, pia ni ndugu yangu. Nisipokuambia ukweli mimi nitakwambia nani mwingine? Sikiliza nikwambie. Chibu ndio mwanaume sahihi. Achana na ule cha upele. Utampeleka wapi sasa? Kwanza mimi nimefurahi kaka Bunga alifanya hivyo. Na hapa siwezi kuondoka. Bora hata nilipokutana na wewe. Nisikilize nikwambie, kuanzia leo hii usiwe karibu na Mwadawa. Kwa sababu hata familia yake haikutaki. Kwa nini ujistuki? Na mbona sio muelewa? Wewe na Mwadawa hamfanani hata kidogo. Yaani Mwadawa hawezi kuwa na wewe. Na mimi kama rafiki yake sitaki nimuone karibu na wewe. Ndio maana nakwambia. Kuanzia leo hii iwe mwanzo na mwisho. Ukanyaga hata pale nyumbani kwao. Wewe umetumwa na Mwadawa ama umetumwa na familia yake? Nimetumwa na Mwadawa, nimetumwa na familia yake na ukoo wake mzima kwamba haukutaki. Mimi nimekuelewa. Nitafanyia kazi ushauri wako. Lakini muda si mrefu maji yatajitenga na mafuta. Yaani utajua wewe, ila mimi ndo nishakwambia. Kwanza Mwadawa sio hata akili zake. Wewe utakuwa umemloga. Usimgombanishe mwenzio na familia yake. Mshamba wewe. Ndugu yangu, nipatie habari sasa. Unajua kaka, jana nimekaa nimeumiza sana akili. Usiku kucha na ninakaa na kufikiria kwamba wewe una tatizo gani? Hebu nieleze, wewe una tatizo gani? Asa ndugu yangu, shida yangu sinishakwambia, mimi nataka mganga. Sawa, unahitaji mganga. Unajua mtu anapokuwa anamhitaji mtaalamu anakuwa na tatizo. Si ndivyo? Hata mimi hivyo nataka kujua wewe tatizo lako kubwa linalokusumbua ni nini? Hamna kitu ambacho sikipendi kama nimueleze mtu shida yangu afu ashindwe kunitatulia. Hapo ndo tunashindwa kuelewana mimi na wewe. Sawa. Mimi na mpenzi. Lakini nampenda kutoka moyoni. Yaani namaanisha nampenda kwa dhati kutoka kwenye vilindi vya moyo wangu. Lakini ukiachana na hayo yote, mimi nataka nimuoe. Hapo kwenye kumuoa ndo kuna shida. Familia yake haitaki mimi nimuoe kulingana na hivi nilivyo. Ndio maana natafuta mganga ili kama kuna uwezekano nibadilishwe niwe kawaida kama walivyo watu wengine. Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja.
Vitu vingine sio muhimu sana. Ushanielewa? Halafu hebu kubaliana na matokeo. Wewe hivyo ulivyo, una kila sababu ya kumpenda mwanamke. Ushanielewa? Ukiangalia wewe unayemuoa ni Mwadawa, sio familia yao. Ishi katika mahusiano yako wewe ya maisha na Mwadawa. Unapoanza kufikiria familia na kutenga, ile ni familia, huyo ni Mwadawa. Ushanielewa? Mapenzi ya watu wawili hayawezi kuingiliwa hata siku moja. Lakini unajua kuna kitu kimoja, hicho kitu ndio kinaniumiza sana kichwa. Je, siku akiamua kufuata maneno ya familia yake itakuwaje? Afu kumbuka ile ni damu yake. Hapo hakuna tatizo. Ushanielewa? Familia itaamua, itafanya inavyotaka, lakini wewe baki kwenye msimamo wako na Mwadawa. Mimi naamini Mwadawa anakupenda. Ushanielewa? Wewe jiamini, jikubali hivyo hivyo ulivyo. Mwadawa anakupenda na hawezi kufanya maamuzi yoyote yale tofauti na kuwa na wewe. Sio, unanielewa? Basi nitafanyia kazi ushauri wako. Sawa, haina shida. Wewe zingatia hilo. Nilikuwa nikizunguka muda wote na kutafuta wewe, na hii imekuwa kama bahati mimi na wewe kukutana. Naomba nikwambie kitu, usije ukanikatisha furaha yangu mimi. Mimi nafikiri wewe utakuwa unijui mimi, lakini ipo siku moja, siku hii utakuja kujua kwamba mimi ni nani. Zungu, naomba uachane na Mwadawa. Sasa ndugu yangu, ni kipi sasa kinafanya wewe mpaka unapiga hayo makelele? Ina maana kuanzia mwanzo wa mazungumzo yangu mpaka hapa nilipofikia hujaelewa kwamba namaanisha nini? Namaanisha kwamba achana na Mwadawa. Mwadawa wewe atakupendea nini? Wewe una kitu gani cha kunizidi mimi? Kama sio mambo ya ndumba tu na uchawi, ni kitu gani kingine hapo? Nini? Basi mimi naomba nikushauri kitu. Ni bora ungeonana na Mwadawa mwenyewe ukaongea naye. Alafu huko kupiga kwako kelele sioni kama kuna faida. Na siku zote nikukumbushe tu, kelele za chura hazijawahi kumzuia tembo kunywa maji. Mwanangu unajifanya unajua sana eti. Na wewe una methali. Si ndio Big, wewe unajikuta nani? Wewe unajikuta nani mwanangu? Sasa hivi si nitazungumza tena. Itabidi tufanye kwa vitendo. Kama Mwadawa mimi nishazungumza naye. Sawa? Mwadawa najua hakuna, yani Mwadawa hawezi kunikataa mimi. Ananikataa kwa kipi? Mambo ya uchawi. Ndugu yangu, sasa wewe uchawi, tutakuja kujua kwamba uchawi na muuni yani inawezekana vipi. Si ndio? Unataka kujua mimi ni nani? Nakupa muda. Tafakari haya niliyokuambia. Ila ukiendelea kuto kunisikiliza, haki ya Mungu nitafanya kitu ambacho dunia nzima itanishangaa. Unataka kujua? Dunia nzima itanishangaa. Halo. Toka nje nishafika. Ndio, toka nje. Niko hapa mlangoni. Habari yako muda? Salama. Kilicholeta kwako muda huu sasa hivi, na kuomba uachane na bwana wangu Chaupeli. Yaani ninachokisema na maanisha. Sitaki ugomvi mimi na wewe. Na sitaki kabisa usumbue Chaupeli. Nampenda sana yule mwanaume. Yaani nampenda kuliko kitu chochote kile. Yaani kao kilijua mimi na yule ni wapenzi. Na kuomba usimsumbue. Sitaki, mimi na yeye tushaachana. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba mambo ambayo tumeongea mimi na yeye ya kiume tayari ameshakuja kukwambia? Nisikize nikwambie. Unachomfanyia yule lazima nitajua. Kwa hiyo sasa nakuonya.
iwe mwanzo na mwisho kumsumbua Chaupele. Mkaka wote kwa kukosea nini? Lakini Mwadawa, fikiria basi na wewe. Mwadawa, unafahamu kwamba mimi ni jinsi gani ninavyokupenda Mwadawa. Unafahamu kwamba ni malengo gani ambayo mimi na wewe tumeyapanga kwa ajili ya mahusiano yetu Mwadawa. Sasa inakuwaje Mwadawa unaongelea simple sana? Unachukulia rahisi ili swala kuachana mimi na wewe. Mwadawa, hivyo umesahau kwamba ni vitu gani ambavyo tumevipanga katika maisha baina yangu mimi na wewe? Hujui jinsi gani ninavyokupenda Mwadawa? Joni, mimi sikupendi. Na sikupendi, sitaki unizoee. Na nakwambia tena, mwisho na mwanzo kumfuata Chaupele. Yule mwanaume nampenda sana, sitaki awe na mawazo kwa ajili yako. Mimi naye tushaachana, sikubali kuachika lakini sikutaki. Sikiza nikwambie kitu. Ugomvi wa mimi na Chaupele unautengeneza wewe. Amini ninachokwambia. Na hautakuja kuisha. Mimi siko tayari kumuona Chaupele anakuchukua wewe. Alafu mimi nabaki nikishangaa na chekwa na watu. Mwadawa, nakukatalia. Na ni swala ambalo haliwezekani. Amini ninachokwambia. Mimi siwezi kubali Chaupele akumiliki wewe hali ya kuwa mimi niko hai. Labda mimi nife, yeye abaki anakumiliki yeye. Au yeye afe, mimi nibaki na kumiliki wewe. Nitajua wewe na mimi ndo nishasema sitaki, sikutaki. Chaupele nimemkuta? Yupo. Mbona nitie. Kachaupele. Kuna mgeni wako huku. Karibu. Asante mpenzi wangu. Chaupele, mimi nimekuja hapa kwa sababu moja. Dadako alikuja kwetu jana. Ameongea maneno mengi sana kuhusu mimi na wewe. Na ingawa kwamba hajui kwamba mimi kiasi gani nakupenda wewe. Zaba. Mzuri. Huyu Mwadawa yuko wapi? Sijui alipoenda. Lakini mimi bado kuna kitu kinanishangaza. Hivi mamu, kama kweli wewe unanipenda, unashindwa nini kuongea na familia yako ikanikubali? Au kwa sababu hivi nilivyo? Hivi kweli mtu unayempenda unaacha ateseke kweli? Kwa nini usiongee na familia yako, ukaishawishi familia yako, mimi na wewe tukakaa kwa amani? Angalia kama vile nimefukuzwa na visu na natishiwa kuuliwa. Chaupele, hilo swala ndugu zangu niachie mimi. Kwa sababu nakupenda, basi mimi nitajua namna gani nitakomshawishi kaka kuhusu mimi na wewe. Na hilo swala hata jana nilimwambia dada yako kwamba mimi nakupenda, sitokuacha maisha yangu yote. Maana ni mwanaume sahihi katika maisha yangu. Na nimekuahidi kwamba sitoweza kukuacha maisha yangu yote. Nitapambana na wewe bega tu bega. Nakupenda Chaupele, usiniache peke yangu. Hujui alipo?
Halafu mbona unaongea na mimi kama umenikunja sura, umenuna? Nini tatizo? Hivi kaka, nyewe mnaona la mimi kukaa hapa nyumbani? Huyo Somu umempeleka shule. Mnadhani mimi nafurahia kitu kama hicho? Na mimi nahitaji kwenda shule, ndio maana unaniona nimenuna. Hebu nisikize kitu kimoja. Tumeanza na Somu kumuondoa kupeleka shule. Utafuata wewe. Kwani shida ni nini? Sio tunafanya mipango hapa, tujue nini cha kufanya? Kaka, shida ipo. Nyie tatizo mnampenda sana huyo Swaumu. Kwa hiyo huyo Swaumu ni bora kuliko mimi. Kwa nini na mimi msimpeleke shule? Hebu kwanza subiri kwanza. Dada yako ananichanganya. Na wewe unataka kunichanganya. Hizo habari sitaki kuzisikia. Nimekuambia utasoma. Kelele zinatoka hapa. Huyu Mwadawa alivyotoka hapa hajakuaga kwamba anaelekea wapi? Basi sawa, mimi nakuelewa. Alafu mbona wifi simuoni? Namuona mtu mgeni kabisa, hata simfahamu. Alafu na mimi nimesahau kukutambulisha. Huyu hapa ni mtoto wa mjomba wangu. Ndio amekuja, nitakuwa naishi naye hapa pia kwa muda. Kwa sababu unajua dadangu alikuwa amegombana kidogo na mumewe. Hajaaga na sijui alipoenda. Huyo kipo anachokitafuta. Na anajua kaelekea wapi. Sasa ili ajue mimi chizi nafuata huko. Kwa akawa tuko naye hapa kwa muda, lakini wameshaelewana sasa hivi. Na ndio maana pia uliona alikuwa anatumia nguvu kubwa ili kuhakikisha mimi na wewe tunakaa sawa, kwa sababu alijua muda wote anaweza kaondoka. Na Mungu si asumani, leo asubuhi kaondoka karudi kwa mumewe. Haina shida. Habari sasa. Marhaba. Samani, Chaupele nimemkuta? Samani, naomba niulize swali. Kuna mgeni yoyote wa kike alikuja hapa kumuulizia Chaupele? Ikoje wewe? Ni mnene kidogo. Mnene? Ana kipini puani? Ana kipini puani. Samani, wameelekea wapi? Sijajua alipoenda. Bila walitoka wote na. Wametoka pamoja? Shemeji yangu. Habari yako? Nzuri, kwema? Kwema. Karibu. Asante. Mbona ikaeka tena wapi? Unataka kwenda? Nataka nichukue maji nikaoge. Sasa shemeji yangu. Nadhani nikukatishe kidogo kwa ambacho tunataka kufanya na mazungumzo naye muhimu sana. Hebu tukae. Sasa. Kaje kwa hapo. Samahani shemeji yangu kwa kukatisha kile ambacho ulichokuwa unakifanya. Lakini hii ni kwa sababu nahitaji kuzungumza na wewe. Kiukweli shemeji yangu, nashindwa hata kulala. Nashindwa hata kufanya shughuli zangu za kila siku. Na yote ni kwa sababu namwaza Mwadawa. Lakini si Mwadawa tu. Namwaza Mwadawa na pia nakuwaza wewe. Namwaza Mwadawa kwa sababu ndo alionitenda mimi na kunipa wakati mgumu kwa wakati huo. Lakini pia nakuwaza wewe kwa sababu naamini kwamba wewe ndo msaada wangu wa pekee uliobakia. Kiukweli Mwadawa anachokifanya anakosea. Unafahamu ni vitu vingapi ambavyo nimevifanya kwa sababu ya Mwadawa? Unafahamu ni jinsi gani ambavyo nimejitoa kwa sababu ya Mwadawa? Shemeji yangu, unafahamu kwamba mimi nimegombana mpaka na familia yangu kwa sababu ya Mwadawa?
nimeshindwa hata kuwasikiliza watu kwa sababu ya Mwadawa. Leo hii Mwadawa anachukulia simple kuja mbele yangu na kunitamkia maneno ya ajabu ajabu na kuniambia kwamba mimi si mtu wake tena. Hivi shemeji yangu, wewe unahisi hapo ni kitu gani ambacho kinaendelea hapo? Yaani shemeji, sikufichi, mimi mwenyewe hilo swali linanisumbua sana, na kila siku lazima nikae na Mwadawa na nimwambie juu hilo swali, lakini hata aelewi. Jana nilikutana na huyo bwana yake na nimempa maneno yake makali sana. Kama muelewa basi atanielewa, ila yule ni binadamu. Tusisite, tuendelee kuongea naye na imani ipo siku atakuelewa tu. Si kwa vile ambavyo ninavyomjua Mwadawa, sio kwa jinsi ambavyo Mwadawa aliniaminisha katika mahusiano yetu mimi na yeye. Shemeji, sio kwa hivi ambavyo ananifanyia leo hii Mwadawa. Mwadawa anakuja mpaka kwangu ananidhalilisha mimi. Ananitamkia maneno ya hovyo na akiniambia kwamba niachane na yeye nisimfuatilie katika maisha yake. Mimi nahisi huyu Mwadawa si akili yake. Amini ninachokwambia shemeji yangu. Mwadawa sio kunifanyia hivi mimi. Ni vitu vingapi ambavyo nimevifanya kwa sababu ya Mwadawa? Leo hii kwa sababu ya huyu Chaupele ndio iwe sababu ya kutufarakanisha mimi na yeye? Usijali, mimi nitaongea naye na nina imani atabadilika tu. Maana hata hilo penzi lao ni jipya, halina muda mrefu. Kwa hiyo mwache kwa sasa ajifanye anapenda sana, ila ipo siku tutaingia kwenye mifumo. Nashukuru sana shemeji yangu kwa kunitia moyo. Na naamini kama tukiungana mimi na wewe tutaweza kumshinda Chaupele. Usijali, Mwadawa ni wako. Unajua, nadhani una taarifa ya kwamba mimi sikuwepo kwa kipindi chote. Lakini kinachonisikitisha na kunishangaza, wakati wote nikiwa huko nilipokuwa, taarifa zako nimekuwa nikizipokea za kila kona. Na taarifa zako bora zije hata nzuri sasa. Mjomba, ninaletewa taarifa ambazo ni mbaya, taarifa ambazo zinajirudia rudia kila siku ya Mungu. Nimekuita hapa, nataka uniambie kitu kimoja. Hivi mjomba, unakosa akili kweli? Unakosa maarifa ya kukaa chini ukatambua kwamba hili jambo limeshashindikana, haliwezekaniki, ukatutoa ubaya sisi kwa wanadamu na wananchi wanaotutazama Na nikukumbushe, wewe ukipata tatizo lolote, hakuna mtu wa karibu wa kukupa msaada wewe zaidi ya mama yako mdogo na mimi hapa. Aya, yule ndugu yako ameshaolewa. Hawezi hata kuwepo hapa kwa muda huu, hata upate tatizo sasa hivi hawezi kufika hapa sasa hivi. Na taarifa ambazo nimekuwa nikizipokea ni taarifa ambazo zinatisha mpaka muda mwingine. Wewe umetengeneza ubaya na ile familia mpaka sasa hizi. Yule bwana Chunga mimi ananitafuta, anapigia simu mpaka saa 8 za usiku kuhusiana na masuala yako. Vita ulioitangaza kwa bwana Chunga ni kubwa. Ni vita ambayo wewe kwa udogo ulionao huwezi kuimaliza. Sasa mpaka tunafikia hatua kuwekeana uhasama, vita vya hapa na pale kwenye familia za watu na koza watu. Za nini? Chaupele za nini? Kwa nini usikubali kuachana na hayo mambo ukatafuta maisha mengine? Wanawake ni wangapi Chaupele hapa mjini? Hebu ongea na huyu, mimi nitakuja kumaliza ise. Lakini mjomba, unajua yule ni mwanamke ambaye nimempenda kutoka moyoni. Na tangu nianze mahusiano sijawahi kukutana na mwanamke ambaye nimempenda zaidi yake yeye. Na yeye pia ananipenda. Na ndio maana mpaka leo niko naye. Na siku zote anasema nzi ufia kwenye kidonda na kipenda choroo ula nyama mbichi. Naomba basi mniache hata hizi nyama zangu mbichi nizitafune mwenyewe. Hivi Chaupele mwanangu, niongeaje ndio unielewe? Huoni hivyo vitisho vyote anavyotuletea Chunga? Nimeongea na wewe mara ngapi? Kama kwa basi mimi nitakutafutia mwanamke, nitakutafutia rafiki zangu. Nielewe Chaupele mwanangu. Yaani Chaupele, hivi tutakata ongeli mpaka lini? Maskini ya Mungu ulivyokosa akili. Mimi nilijua umefuga hizo nywele, nywele ni akili, lakini wewe hata hizo nywele zikusaidii chochote kwenye maisha yako. Chaupele, wewe kweli wakushindwa kutuelewa hiki tunachokizungumza masaa 3 4. Alafu wewe tambua mimi ni mjomba wako. Na mjomba japo kuwa ni mama, anyonyeshi, ila kwa huko unakoelekea nitakuja kukunyonyesha wewe.
Sija kuona mtoto yani mtoto haeleweki kama huyu. Shogangu vipi? Asubuhi umetoka kwa huna mtoka? Nitoke kwa wapi? Sasa unajua tena. Shughuli za asubuhi kulika nini? Wacha. Kwa lakini. Karibu. Maana nimekaa hapa na kusubiri wewe tu. Naona huyu anayeoga sasa mwaka leo. Tunajiuliza wewe bude saa ngapi? Inaweza ikawa unaingia kuoga na mimi ndo nafika. Sasa ungeniambia. Niambie. Shwari zako. Kabisa. Nikajua una mtoko maana ghafla. Niende wapi mimi? Mimi niko nafanya vikazi hapa nikasikia joto nikaenda kuoga. Unajua tena. Vikazi kweli au kulikuwa na kazi zingine huko? Nishastaafu. Toka hapo, umestaafu nani? Kweli? Kwa kustaafu wewe? Ala, kwani tunaonekana jamani? Sasa nimeacha mambo, sitaki jamani. Bwana, hongera kama umestaafu. Kwanza nataka nisafiri. Mwadawa. Karibu. Kwema. Aisha, kilichonileta leo hapa kwako, naomba mimi na wewe ushoga basi. Mimi na Aisha leo sasa hivi muda huu mimi na yeye basi ushoga. Aisha, wewe sio rafiki wa kweli. Aisha sio wa kunisnitch mimi. Aisha, siku zote nikategemea utakopa upande wangu. Aisha, wewe sio kunisaliti. Mimi na wewe basi Aisha, sitaki tena urafiki na wewe. Mwadawa, kuna nini kinaendelea? Mbona siwaelewi? Aisha, jana kamfuata bwana wangu. Kaenda kumwambia maneno ya kashfa. Hata kama ni kilema, ndivyo alivyoombwa na Mungu. Hata kama ni albino, nimempenda mwenyewe. Sasa kwa nini unaingilia kwenye mapenzi yangu? Lakini hivi wewe una akili timamu kweli? Yaani kwa mwanaume gani haswa mpaka unijie hivyo mimi juu tu achane urafiki, sijui nini na nini? Unaugua au umelogwa? Haijalishi. Niwe nimempendea rangi, niwe nimempendea macho. Ni mwanaume ambaye nimemchagua mimi kutoka kwenye moyo wangu. Usiniingilie katika maisha yangu Aisha, sitaki. Mimi na wewe iwe basi kuanzia leo. Ninachokisema na maanisha. Aisha, wewe ulimfuata Chaupele? Ndio nimemfuata. Rafiki yangu. Ni nini unafanya? Kumbuka sisi ni marafiki, ulitakiwa upande wake Mwadawa. Sasa wewe ni nini unachokifanya? Unamfuata Chaupele unaenda kumwambia maneno ya Aisha. Hawa ni wapenzi wanapendana. Kwa nini unapenda kuingilia mambo yao? Mimi siwezi kuwa upande wake. Maana hata familia yake pia haipo upande wake. Hawamtaki wewe mwanaume. Wewe umemuona? Aisha, wewe sio rafiki. Na siku zote snitch sio mwana. Na wewe sio mwana. Kuanzia leo nimekutoa. Tumalize ushoga. Mwadawa. Nimemaliza, sina mjadala. Hivyo unamuelewa kweli wewe? Aisha, kwa nini unapenda kuingilia maisha ya watu? Yale ni mapenzi. Kampenda yeye mwenyewe. Sawa ndio. Kwa mwanaume gani? Subiri nikwambie. Moyo wa mtu huwezi kupangia mpende mtu gani. Rafiki yangu yule kampenda yule. Wewe ungeacha mambo mengine ya kupita rafiki yangu. Mbona unataka kuchonganisha sasa? Yule ni rafiki yako, kumbuka. Unavyofanya vitu kama hivyo unapoteza marafiki. Mimi rafiki yangu ndio ile, sitaki kumuona na yule Zeguzelu. Yeye kafuata nini pale? Ile rangi au macho? Aisha, mapenzi ya mtu huwezi kuyaingilia rafiki yangu. Ndio sitaki sasa. Dada,
Dada, sasa unatoka wapi? Ndicho ulichonisimamishia? Sio hivyo dada. Hivi unajua unakosea sana. Unajua kuwa kaka amefika hapa, anaanza kugomba kisa akuoni. Unalijua hilo? Nisikilize nikwambie. Wewe na kaka wako msinifuatilie. Narudia tena. Kila mtu na maisha yake muda, sitaki kufuatiliwa. Dada, unakosea sana. Ndio nishasema. Mwisho leo. Kila mtu aishi maisha yake muda, sitaki kufuatiliwa. Nimemaliza. Lakini sio vizuri dada. Tuengeni siku apoje. Mshasuka kwa kaka mkianza kunipa mira ama. Nitakomesha ndani. Mke wa mtu ni sumu, na kama huyo jamaa ajifanya anataka wake watu na mke wa mtu ni sumu, inabidi hiyo sumu tumuonjeshe. Kwa wanangu nyinyi madaka tushike gangster tushike Babylon. Kama kama mambo tunamtolea, tamboni mtu mwenyewe albino wana. Haijalishi kama ni albino. Kama kafanya kosa anatakiwa akanywe. Si unajua mke wa mtu sumu? Kama kafanya kosa anatakiwa adhibiwe. Tusijenge matabaka. Kwani albino wewe ni nani? Tunakusikiliza wewe. Sema umesikia sasa? Anika mkubwa ndo kaongea vitu light kabisa. Yaani vitu vimenyoka. Yaani umesikia kama mkubwa? Yaani sisi tunamharibia mchana kweupe kwa sababu kasheta utofauti. Alafu izazoeta sarau. Nashukuru sana ndugu zangu. Kiukweli nimekuja kujua kwamba nyinyi ni ndugu zangu wa dhati. Mmenishauri vitu ambavyo hata mimi katika akili yangu sikuwa navyo na sikuweza kufikiria kitu cha design hiyo. Kwa sababu yeye ndo kautaka ugomvi, haina budi kumuonyesha. Kwa sababu nimeshamfuata zaidi ya mara 2 mara 3 kumkanya juu ya mpenzi wangu Mwadawa. Lakini ni dhahiri kwamba amedhamiria na yuko radhi kuniachanisha na mpenzi wangu. Sasa mimi nahisi hapo sasa ni wakati wa kutenga maji na mafuta. Tutakuwa tuyatenganishe ili mafuta yajulikane ni yapi na maji yajulikane ni yapi. Namaanisha kwamba hapa ni pesa. Kinachotakiwa kufanyika hapa, anatakiwa ajulikane maskini na tajiri ndio. Kabisa. Sasa umesikia? Ili tumalize kabisa mzizi wa fitina. Hilo swala tunalifanya sasa hivi au mpaka useme wewe? Maana yake mwenyewe niko tayari, yani kama kinawaka hata sasa hivi. Mimi nadhani hakuna jambo lingine lilobaki. Mimi nitawapa taarifa kwamba ni lini tunaanza mchakato. Basi tutafanya hivyo. Yaani mimi nikaja ndo sasa hivi tunalianzisha, kumbe unaanza kuweka mafikirio. Ndugu yangu, ili swali linahitaji kujipanga. Sio kukurupuka tu. Tambua kwamba hapa tunaingia vitani. Hii ni vita ndugu yangu. Mwenyewe umetoa wazo kwamba ni albino kama unavyodai. Ukikurupuka mwisho wa siku unaweza ukapata kesi nyingine ambayo haijulikani. Kwa lazima tutengeneze mikakati ambayo tutafanya tukio tusijulikane kwamba sisi ndo tumefanya. Sio kama unanielewa? Baridi basi imeisha hiyo. Kabu kinafaso. Dada, sikilize basi. Niache! Usiondoke dada. Dada, tusamehe, anakupenda. Dada. Nisema niache. Dada, sikilize japo kidogo tu dada. Nisikilize nikwambie. Siwezi kuishi ndani mwenu, siwezi kukaa bila amani. Niacheni na maisha yangu. Dada, naomba usiondoke. Dada. Niache! Dada basi, ila dada mimi nakupenda. Sitaki. Lakini na mimi nimekukosea nini? Alakukosea sikanga kule ndani, mimi nimekukosea kitu gani? Niache. Na tena nakupa hii taarifa. Njoo mwambie kakako akiona. Ninavyotoa mguu wangu sasa hivi leo hii, mimi na nyie sio ndugu tena. Nimemaliza.
Dada, usiseme hivyo, nisikize jambo kidogo tu. Mimi sitaki uondoke. Umeondoka. Mimi sijakosea chochote kile. Chaupele, mpenzi wangu, nishachukua maamuzi ya kuondoka nyumbani na siwezi kurudi tena. Hasa kwa nini umeamua kuondoka? Sababu ya kufanya kwamba nimeamua kuondoka nafikiri unaijua. Nyumbani wananizonga sana, siishi kwa amani, siishi kwa furaha, kila siku makelele. Nimechoshwa na hayo maisha. Lakini sio uamue kuondoka, alafu bado mapema na nyumbani kwani bado wanakuhitaji wewe. Wangekuwa wananihitaji wasingeweza kunifanyia mambo yote ambayo wananifanyia mimi. Wananinyanyasa. Lakini tambua kitu kingine, unavyoondoka wewe haujijengei mazingira mabaya wewe, unanijengea mazingira mabaya mimi. Hivi imagine unaniacha mimi kwenye mazingira gani? Wale ndugu zako watajua wewe umekuja kwangu na kwangu wakija hapa haupo. Watanielewa, Musa Chunga mimi atanielewa. Siku zote ukweli utabaki kwa pale pale. Mimi naenda kwa rafiki yangu, sijaja kwako. Na siwezi kuruhusu wakaja kwa kufuata yeye wakatuzonga ingawa mimi nipo. Nakupenda, nitakulinda popote utapokuwepo. Siwezi kukuacha peke yako. Unajua lakini muda huo wewe utakuwa haupo. Sawa. Nimekuelewa, lakini nachotaka kujua unaelekea wapi? Naenda kwa rafiki yangu Esther. Nafikiri kule nitakuwa huru sana kukutana na wewe kuliko nyumbani. Lakini mpenzi, sihitaji mtu yoyote ajue swala langu mimi la kuondoka nyumbani kwamba nimeenda kwa Esther. Naomba ibaki kuwa siri yako, ili mradi tulinde mapenzi yangu mimi na wewe. Niruhusu basi. Basi sawa, mimi acha niweke vitu vyangu sawa, alafu baadaye nitakuja kuangalia kuona. Sawa, nakupenda. Unachokuuliza nini? Yaani kaka, sijui hata nikueleze vipi. Kaka, dada ameondoka. Na kabeba mabegi yake na kasema arudi tena. Yaani sijaelewa. Ameondoka? Kasema arudi. Hajaniambia na kanikataa. Kasema kwanza leo mimi na wewe ndugu umeisha. Kaka, tunafanyaje? Kaka,
Karibu. Vipi, mbona na mabegi? Wewe aje tu ndugu yangu. Nistori ndio. Hem, tukae kwanza. Madawa, unaenda wapi saizi na mabegi? Rafiki yangu, huu mguu unaona hapa ni wa kwako. Sina sehemu pengine pa kwenda popote zaidi yako. Kama unavyojua nyumbani sioni na mtu yoyote, tena hasa kaka yangu. Ananinyima amani, ananinyima furaha maisha yangu. Yote hiyo kwa sababu mimi nampenda Chaupele. Kwa naomba kutoka kwako unisaidie. Unistiri tu hapa ndani ya siku kadhaa. Chunga akijua kama uko hapa na kaka yako alivyo mkali vile, nafikiri mimi nitaweza kweli kuuzima moto wake? Nisikize nikwambie, Chunga hawezi kujua. Kwanza ajue hata nimeenda wapi. Sijamwaga mtu yoyote yule zaidi ya Chaupele. Kuna imani nitaishi kwa amani tu.